Nakwambia mtu hapa wafufuke. Wakivaa njuga. Neno kaangalia wa mitume pale. Kanisa lilisimama likasema, Petro askofu wetu wa Nyungwe kesho. Hiyo biashara haipo. Tunakata rufaa. Kwenye kukata rufaa hawaendi mahakamani wala kwa nani wala kwa mbunge wala kwa waziri wala kwa rais. Wakaenda mbele za Bwana. Wakamwambia hatutaki Petro afe kesho. Tunakataa kifo chake. Wakalia. Mungu akapiga wazana akasema, hii ngoma haichezeki. Wewe malaika nani, hebu faster nenda. Petro anashtuka tu, anapiga mkono. Wewe amka. Kuangalia hivi, amka. Nasema amka. Nani? Milango imefungwa, ni gerezani, watu wewe ni nani? Akamwambia, hebu inuka. Ile tu anaangalia hivi, inuka. Hiyo minyororo ikaanguka yenyewe. Vipi? Akaona kama ndoto. Hebu inuka, vaa nguo zako. Akavaa, vaa viatu vyako, maana huwa anavuisha viatu. Vaa nguo zako. Akavaa. Baada ya kuvaa, nifuate. Wanaondoka. Wakafika kwenye lango, kwenye geti, kwenye mlango kama ya mageti, sijui yalikuwa hivyo, watajua wenyewe. Akafika pale kwenye mlango. Ule mlango tu uliona aliye mbele ya Petro. Ukasema, mimi najisalimisha. Piteni wakuu, piteni. Yatakayojiri baadaye tutashughulika nayo sisi wenyewe. Alafu walipopita mlango kajifunga tu. Narudi kwenye sehemu yangu, watajua wenyewe. Haleluya. Wakaenda wakafika kwenye lango lingine. Kufika pale lango lenyewe, nakuja. Mimi nawapisha, piteni. Wakapita, halafu mlango kajifunga tena vile. Wakafika hadi lango kuu. Ule lango ndio libanza sasa. Ikasema, hii biashara sijawahi kutana nayo. Sasa aisee wakuu, piteni. Wakapita. Wajapita, wakafika mbele, akamwambia, ondoka zako bwana. Akasema, nilidhani ni ndoto, kumbe ni live. Akafika pale kwenye kanisa, majamaa wako mimi. Tunakata mauti, tunakata Petro kufa kesho. Ndugu wangu, mbingu lazima zikubali. Watoto wa Mungu akilia machozi katika roho na kweli. Piga makofi mengi kwa Bwana Yesu. Sasa Petro akatoka gerezani. Narudi kwa mchungaji aliyekuwa amefika kwenye lango la mbinguni ili aingie mbinguni. Nikamata mkono, nimeishia pale, anarudishwa sasa. Mimi nataka huku, bwana wanavutana, njoo wewe huku. Sasa anafika pale, anaona mwili wake. Ingia, sitaki kuingia. Vaa, maana huyu mwili ni vazi. Vaa, amna, ile siwezi kuvaa mimi. Kumbe hunijui kabisa tu kidogo. Kumbe anakuta majamii yamechachamaa. Halafu anachukua ile picha ya kula alikokuwa na jinsi walivyokuwa machachamaa. Halafu anawatazama, akainuka, akakaa. Wakafurahi kweli, wakaanza kumshukuru Mungu. Wakafurahi. Wakati wanafurahi, yeye amenuna tu. Vipi? Wao na furaha, wanashamra, wanafuraha, wanaimba na zile nyimbo za kumsifu Mungu, maana Mungu amejibu maombi yao. Yeye anawaangalia tu. Hapa amenuna. Sasa haya ni maajabu. Huyu ni yeye anarudi. Sasa wakati anaongea, anataka aongee sasa. Ikabidi sasa wameshaimba, amenyamaza tu, amenuna. Sasa ikabidi wanyamaze, waanze kutafakari ni nini. Waanze kushangaa na wao. Wakati wanashangaa wakanyamaza, amaangalia tu. Hapo kazana, yaone. Yesu alisaidie sana. Sasa wanajiuliza yaone. Kwa sababu gani anatuambia yaone? Kwa sababu wamekataa siingie wapi? Kasema yaone. Amenuna. Yaone. Sasa Yesu alisaidie sana. Haleluya. Sasa
Sasa nataka nikwambie kwamba kule mbinguni ni pazuri. Ni pazuri. Kuna mtu mmoja alituambia shuhuda mmoja. Akatuambia hivi, alienda akaonyeshwa ua moja. Lile ua akaanza kulishika, analiona anajigeuza, nafanyaje. Sasa ikabidi asimame pale. Sasa analiangalia, akaona kama dakika 7 hivi zimepita. Kama dakika ngapi? Kumbe alikuwa amekufa, huku amekataa kuzika. Mungu amewazuia wasizike watumishi walioonyeshwa kwamba hajafa, isipokuwa kuna kitu kinachoendelea. Sasa anakuja kushtuka, wanasema wewe unajua kama ulikuwa umekufa? Nilikuwa nimekufa mimi. Hivi hujui kama na siku 7 umekufa? Yaani hapa tumekaa siku 7. Hii siku ya 7. Mimi nilikuwa naangalia ua. Yesu ndiye sana. Haleluya. Ngoja nimalizie ushuhuda huu. Siku moja nilikuwa nimelala. Wakati nimelala nikajikuta nimeondolewa kwenye hali ya kawaida, nimepelekwa sehemu nyingine. Nikaona niko sehemu ya juu. Baadaye nikaona watu wawili. Wale watu wawili wakaniambia, chukua kitabu hiki. Walikuwa na kitabu fulani cha maziwa hivi. Akaniambia hizi ni nyimbo zilizoandikwa. Nikafungua, nikaangalia, nikafunga. Sasa mmoja yani sasa pale nilipokuwa nikaona hali ya hewa nzuri. Yani pale huo mwanga yani mandhari yake sijui nielezeje. Yani kuna namna ilivyo. Yani kuna namna ambavyo ukifika sehemu na enjoy. Yani unafurahia yale mazingira. Yani unaridhika. Yani sijui nitumie mfano. Yani pazuri. Haleluya. Sasa nikiwa pale, yule mtu mmoja akaniambia, ili aweze kuja hapa na aweze kuishi huku, kule duniani anapitia kifo. Anapitia nini? Akaniambia, hebu angalia. Akafunua hivi. Nikaona dirisha. Ile dirisha limefunguliwa, nikaona, akaniambia kule duniani. Nilipotazama nikaona giza nene. Nikasema sasa, mara nyingi nuru hata kama ikiwa ndogo, hata ikiwa mbali, huwa inaonekana kwenye giza. Kwa sababu niko juu, nikainama kuangalia kama naweza nikaona nuru yoyote, nikakosa. Nikaangaza, nikakosa. Akaniambia, ili mtu afike hapa anapitia kifo. Nikasema hapa wamenichelewesha. Moyoni mwangu nikasema sasa kazi iliyopo ni kujirusha. Nikijirusha ile kuja kufika duniani, nimesha kufa. Sasa kwa sababu nitakuwa nimekufa, narudi wapi? Hapa. Sasa wakati ninawaza sasa, najiandaa sasa, wako hapa pembeni yangu, najiandaa sasa nije nijirushe, maana target yangu nirudi wapi? Na amesha niambia ili uwepo hapa lazima ufe. Nikasema hiyo kazi ndogo tu. Yaani kutoka kule hadi duniani. Nimesha kufa. Nimesha kufa. Sasa nikawa nimejipanga sasa ili nijiachie sasa kwenye ile dirisha wamenifungulia wao wenyewe. Nijiachie sasa nije kuja kufika duniani, nimesha kufa. Sasa yeye mmoja akaniambia, wewe utakuwa umejiua, hautakuja hapa. Sasa amejuaje? Yaani yeye, mimi sijasema kwamba mimi nataka nijirushe ili nife nirudi hapa. Isipokuwa mimi nimewaza moyoni mwangu ili niweze kurudi hapa. Simesema ni ufe. Sasa ili niweze kufa niabidi nijirushe. Najiandaa namna hiyo, ananiambia wewe hautakuja hapa maana utakuwa umejiua. Yaani ile nataka kulalamika tu, sijui nifanyaje, niko kitandani. Mimi nikaanza kulia pale, ninaanza kutamani sasa singekufa tu nikarudi pale. Nakwambia hivi ni pazuri. Ndugu yangu, nakwambia ni pazuri.
Usije ukakosa wewe sehemu, ndugu yangu. Ni hivi hadi sasa hivi. Siku moja nikamwambia Mungu, unajua hapa duniani ukipiga kona hivi unataka kupitia na gari, ukifanya hivi pikipiki, ukifanya hivi njaa, ukifanya hivi kichomi, ukifanya hivi typhoid. Sasa mbona ni mateso, huwezi kupata neema yoyote. Yaani ni hivi, hata ukila vizuri unakuja unakula unanenepa hapo baadaye nakwambia pressure. Sasa ndugu yangu, hii ndio dunia ambayo watu wanaitamani. Mimi nilimwambia Mungu kabisa, kwa sababu hii biashara hapa duniani imenishinda. Naomba uje nichukue. Maana ulishaniambia mpaka nife na nikijiua siji kwako. Kwa hiyo hapa bado uje nichukue. Nilimwambia Mungu kabisa. Sasa Mungu akaniambia unajua nini? Wewe bado na kazi duniani. Sasa nenda ukawaambie wajiandae, uambie huku ni pazuri. Sasa kama unasikia sauti hii na ukacheza na dhambi, ndugu yangu pole. Yaani ni hivi, pole tena ile kubwa, pole. Lakini Biblia imeniambia vizuri, watu wa kila taifa, kila jamaa na lugha na kabila, wote waliomkubali Yesu Kristo watafuta machozi yao. Mimi natamani siku hiyo waliotutangulia saa zingine mimi naona saa zingine watamani ningejiondokea. Yaani ni hivi, ingekuwa kama naenda kusaini tu mimi naondoke. Mimi zamani ningekuwa naisha saini, kwa sababu sijawahi kuona kitu cha kunivutia hapa duniani. Unaona nzuri? Watu wa Freemason waliniletea gari, wakaniambia tunataka tukupe gari nzuri mpya unayotaka, halafu tunakupa kanisa kubwa sana, tunakujengea, halafu tunakufanyia mambo makubwa sana. Nikamwambia sijaahirisha kwenda mbinguni, bado na mpango wa kwenda mbinguni. Yaani pesa karatasi zimeondoka kwenye msingi wa Mungu. Hasha. Hii biashara haipo. Siku moja nikaugua. Nikawa kwenye hali ya kufa. Babu yangu alikuwa hajaokoka, kanipa haya madawa ya makata kule polini. Kanirundikia kwenye mfuko, kanirundia pale kitandani. Mjukuu wangu, tumia hizi zitakusaidia. Na mimi niko kama nakufa. Yaani naona kaburi hivi na ichumulia. Yaani naona nakufa. Nikachukua ile zile dawa. Alipoondoka tu nikasema, baba, kwa sababu umeniokoa na kujua, hizi dawa nimeletewa na asiye kujua. Mimi nimesaini kuja kwako. Hii hapa siwezi kusaini, maana hii inaniunganisha na shetani. Sasa kwa sababu mimi malengo yangu nije mbinguni, hii hapa situmii, nimeomba uje nichukue. Nipunguzie tu maumivu, njoo unichukue sasa hivi. Nakwambia hivi, ndani ya dakika 2, yaani hata dakika 5 hazikuisha, nikasikia nimepona. Nikajiuliza, hivi nilikuwa ndoto naumwa au nikatoka nje nikatembea? Nikasema hivi nikaruka hivi nilikuwa naumwa au ilikuwa ndoto? Baadaye saa 7 hivi saa 8 babu yangu anatoka shambani akasema, unatembea mjukuu wangu, sasa kumbe kali. Nikasema, Tingelijua na kwamba nilikuwa nimesha saini kwenye kitabu cha mbinguni kwamba mimi ninaondoka duniani. Sijaona kitu cha kunivutia duniani, ndugu zangu. Kwa hiyo tunapoishi duniani tunatakiwa tujue kwamba lipo kusudi la Mungu. Hilo kusudi tulitimize. Tukimaliza tutaenda, na kama hatutalitimiza ni ole. Halafu ni mbaya sana kupewa muda ukautumia vibaya. Yaani watu kule jehanamu wanatamani hata sekunde moja waje duniani. Halafu watu walioko duniani hawataki kufanya kazi ya Mungu. Hawataki wengine kuokoka. Lakini kule jehanamu wanatamani mtu ingalau asikie aweze kutubu ndani ya sekunde moja. Lakini wamekosa nafasi. Halafu walioko duniani wanaenjoy, wanaona kwa sababu wamekula wakashiba. Wakaenda hospitalini wakadunga sindano wakapata nafuu. Wanaona kwamba dunia ni ya kwao. Kwa sababu kupata benki inasoma milioni kadhaa.
ndugu yangu, yule mjumbe akija aisee, Yesu akusaidie sana na nisikilize. Mwanafunzi wa Yesu Daniel Family, ujumbe huu ni huu. Mungu akusaidie, usikose mbingu. Asante Bwana Yesu kwa ujumbe huu, na wabariki watoto wako waliosikia, na wale ambao hawajachukua maamuzi, wape neema ya kuchukua maamuzi ya kukuamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, na wakatambua kwamba siku moja watafika mbele za kiti chako cha enzi na watajibu. Kama hawatakuwa wamefanya vizuri watajibu, na kama watakuwa wamefanya vizuri watakuwa wamevikwa mavazi meupe, watakuwa na ujasiri, watakuwa wakikusifu na kukushangilia kwa sababu ya neema yako juu yao. Sio wote wasikia maneno haya yafanyike kuwa faida juu ya maisha yao, ni katika jina la Yesu Mwokozi. Amen. Karibu pastor.